Naitwa Baraka Melami Seneyo, kijiji cha Levolosi, kata Kimnyaka, Arusha. Arusha. Kilitokea nini? Ilikuwa muda saa 7 kasoro hivi. Nilikuwa nimeingia ndani kulala, wife wangu akaja na blanketi ndani. Tukalala naye usiku. Sijui ilikuwaje akageuka kitandani, kumbe haya ana kisu. Wakati tunalala. Alipokuwa amegeuka, akanishikashika sehemu ya kiume. Ume ikasimama. Iliposimama akanilalia kwenye kifua kama kunipa mahaba. Baada ya hayo, baada ya kusimama akakata na kisu yenye ncha kali kinyama. Akatupa. Baada ya kutupa akachukua blanketi ile nzito, akaendelea kuninyonga naye. Akaninyonga. Sasa ile blanketi huwezi kutoa hewa ndani ya hiyo blanketi kwa sababu ni kubwa. Nikapambana nikilia huko ndani ya blanketi. Tukapambana naye nikilia. Hewa kawa sasa huko ndani kumbe amefungulia redio sabofa. Kwa hiyo sauti haitoki nje. Nikaendelea kupambana naye hapo ndani mpaka nikaruka naye hadi nje. Ndio sauti ikapaza, watu wengine wakasikia wakaja wakanisaidia. Nimeletwa hospitalini saa 7 huko tukaja nikasaidiwa, nikapigwa operation. Niko sasa hivi hapa. Yeye analalaga kule dukani. Na mimi nalalaga nyumba iliyoko chini. Mmeshawahi kugombana au mmeamua kutengana? Hatujawahi kugombana naye. Karibia kabisa hatujawahi kugombana naye kabisa. Tumekaa muda hatujagombana. Kwa nini mmetengana hivi kwenye kulala? Ni kawaida kwa sababu mimi nalala huko chini, analala na mtoto huko juu. Kwa hiyo hatuwezi lala na mtoto na yeye kwa nyumba moja. Kwa hiyo siku akijisikia kuja kulala na mimi, kunipa mapenzi, ndio anaweza kuja kwenye ile nyumba yangu. Okay. Ndio. Na wakati anapanda kitandani alikuwa yuko na nguo zake, kwa maana kwamba amejiandaa na hilo tukio, au hakukuwa na dalili zozote za kumtilia shaka kwa sababu alikuwa amejiandaa tu kulala kwa nguo hizo kwa amejiandaa kulala na mimi kwa sababu alikuja na blanketi huko na anakujaga naye tu. Tunakuja tunajifunika kwa sababu huko kwangu ni baridi sana kwenye nyumba chini. Sababu haina singilibo yote. Kwa hiyo mimi mwenyewe nalalaga na nguo. Sababu siwezi toa nguo sababu ni baridi huko. Kwa hiyo alipokuja akafungua suruali yangu, akashusha bukta, akaendelea kushika mume wangu. Baada ya kusimama akakata. Na wewe ulikuwa wakati unashika ulikuwa unapata hisia za kufumba macho au ilikuwaje hadi usione kisu, usione nini? Ni usiku, kwa hiyo mimi najua ananipa mapenzi. Kwa hiyo sikuwa na shaka na mke wangu kwamba anaweza kunifanyia jambo kama hilo. Sikunywa hata pombe. Sikunywa pombe kabisa. Na wakati anashika na anakata. Kulikuwa kuna utofauti wowote wa siku zote na siku hiyo, kwamba uliona namna ukamataji wake au namna ya ushikaji wake? Hamna, yani aliposhika tu iliposimama. Hakuchelewesha. Alikata. Naitwa Baraka Melami Seneyo, kijiji cha Levolosi, kata Kimnyaka, Arusha. Arusha. Kilitokea nini? Ilikuwa muda saa 7 kasoro hivi. Nilikuwa nimeingia ndani kulala, wife wangu akaja na blanketi ndani. Tukalala naye usiku. Sijui ilikuwaje akageuka kitandani, kumbe haya ana kisu. Wakati tunalala. Alipokuwa amegeuka, akanishikashika sehemu ya kiume. Ume ikasimama. Iliposimama akanilalia kwenye kifua kama kunipa mahaba. Baada ya hayo, baada ya kusimama akakata na kisu yenye ncha kali kinyama.
akatupa. Baada ya kutupa akachukua blanketi